letu hili la leo, kwanza nieleze malengo, kwa nini tunatoa tamko leo. Kwanza tunapenda kuambia Watanzania kwamba tumefanya uchambuzi wa ilani za siasa za vyama vya siasa ambavyo vinashiriki uchaguzi, kwa sababu viko ambavyo havishiriki uchaguzi. Vile vinavyoshiriki uchaguzi tumefanya uchambuzi ilani zao na kuangalia kwa namna gani wamechukua ile ajenda yetu ya katiba. Tumeangalia mambo mengi, lakini leo tunazungumza jambo moja tu. Pendekezo letu moja la katiba mpya tumeliangalia kwa mapana kwenye ilani hizo na kuangalia ni kwa namna gani vyama vimejipanga kutuletea mchakato wa kukamilisha upatikanaji wa katiba mpya. Lakini tunapenda lengo lingine ni kuwafahamisha Watanzania namna gani sasa hizo katiba na wagombea wamejinadi wakati wa uchaguzi kuhusiana na katiba hii. Kumbuka kwamba asasi za kiraia tulipendekeza swala hili la katiba mpya na tukasema kwamba ni swala ambalo lazima baada ya uchaguzi lifanyiwe kazi bila kusubiri tena kufikia kwenye uchaguzi zinazokuja tukiwa hatuna katiba mpya. Kwa hiyo tumeangalia ilani za vyama zaidi ya vitano. Kwa mfano chama cha Chauma, CCM, ACT Wazalendo, CUF na NCCR Mageuzi. Vyama vyote hivi tumegundua kwamba wamezingatia swala la katiba mpya na wametoa kama kipaumbele kikubwa sana swala la katiba mpya. Kwa hiyo ni jambo ambalo sisi kwanza tunawashukuru na tuwapongeze kwa sababu tulienda kuwatembelea wote, mnakumbuka waandishi wa habari, tukawaita, tukawapa ilani zetu, wakaweka kwenye katiba yao, lakini pia wakati wa kampeni hawakusita, hawakuona hofu kuzungumzia swala la katiba mpya. Kwa hilo sisi kama wadau ambao tunaamini kabisa kwamba swala la katiba lazima lianze na utashi wa kisiasa, tunaweza tukasema kwamba tunaanza kuona mafanikio ya awali ya yale ambayo tumekuwa tukiyasema. Sasa kwa mfano niwapitishe kidogo. Kwenye chama cha ACT Wazalendo, wao wameahidi endapo watachaguliwa kuongoza nchi itafufua na kukamilisha mchakato wa katiba mpya ndani ya mwaka mmoja. Hawa ni ACT Wazalendo. Chama cha Ukombozi wa Umma, Chauma, kimeahidi kuwa ndani ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kuongoza serikali kitawasilisha bungeni mswada wa sheria kwa ajili ya kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Aidha, mswada huo kwa mujibu wa Chauma utapendekeza kuundwa kwa tume kwa ajili ya kuratibu kuandika rasimu ya katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kurejea taarifa mbalimbali za tume za Jaji Nyalali, Jaji Kisanga, Jaji Warioba, katiba pendekezwa na taarifa za vikosi kazi vilivyoundwa na Rais Samia mwaka 2023 na kurejea masuala mengine mtambuka kulingana na hali halisi ilivyo sasa hivi. Hawa ni Chauma. CCM, Chama cha Mapinduzi, CUF, chama cha wananchi, pia kimeahidi kuwa mchakato wa uandaaji wa katiba mpya ya wananchi utafufuliwa katika kipindi cha miezi mitatu baada ya kuapishwa rais wao na endapo watashinda uchaguzi. Katiba ya wananchi itaandaliwa kwa kushirikiana na wadau wote katika mjadala wa kitaifa, ikiwa ni pamoja na wataalamu wa katiba, vyama vya siasa, asasi za kiraia, wakulima, wanafunzi wa vyuo vikuu mbalimbali, jamii zenye ulemavu, wastaafu, vijana, wanawake, wazee, kadhalika. Mjadala huu utajikita katika kuboresha rasimu ya tume ya Jaji Warioba. Wao wamesema moja kwa moja wanataka kuboresha rasimu ya Jaji Warioba na wametaja utaratibu watakao utumia. Hawa ni chama cha wananchi, CUF. Chama cha CCM, Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kinaongoza nchi kwa sasa, kwenye ilani yao pia wamesisitiza kwamba watauisha mchakato na kukamilisha mchakato wa katiba. Lakini sio tu kwenye ilani zao, viongozi wao, mwenyekiti wao wa chama na mgombea wa urais, Dr. Samia amesema kwenye majukwaa kwamba ndani ya siku 100 mchakato wa katiba mpya utaanza. Tumemsikia pia mgombea mwenza ndugu Nchimbi naye akisisitiza hivyo pamoja na viongozi wengine. Kwa hiyo CCM nayo imeahidi ndani ya siku 100 Watanzania. Haya ni mambo ambayo tunapaswa tuyasikilize, tunapaswa tuyafuatilie. Hizi ni ahadi ambazo lazima tuzihakikishe kwamba zinatekelezwa endapo watapata ridhaa ya kuongoza nchi, kwa sababu uchaguzi ni mkataba kati ya viongozi na wananchi. Kwa hiyo watakaofanikiwa kupewa ridhaa
tutawakumbusha haya, na tunaanza kuwakumbusha hata kabla hawajashinda, na ndio maana tumekaa hapa kwamba haya ndio mnaahidi. Kwa hiyo tutakuja kutoa mapendekezo namna gani sasa tunadhani watapaswa. Lakini NCCR Mageuzi na wao wamesisitiza kwamba katiba mpya itapatikana haraka sana baada ya wao kushika dola, endapo Watanzania watawachagua. Vyama vingine tunaendelea kukusanya ilani zao kuweza kuona namna gani wameweka swala hili la katiba, lakini walau vyama hivi vitano tayari vimeshaweka bayana kwa namna gani wataenda kutupatia katiba mpya. Hatua hii ya awali tunadhani ni malengo ya asasi za kiraia katika ilani yake yanaanza kupata mwanga, kwani tunajua ili kufikia hatua ya kuanza mchakato wa katiba mpya lazima uanze na utashi wa kisiasa, na wale wanaotafuta uongozi wa nchi hawezi tu kazuka, lazima watu waanze kuzungumzia. Yani utegemee tu mtu amechaguliwa alafu baada ya uchaguzi ndio ukamwambia katiba mpya. Kama haipo kwenye mipango, kama haipo kwenye ajenda zao za uchaguzi ni ngumu. Na ndio maana watu wana ilani za uchaguzi, na ndio maana watu wanakwenda tuna miezi miwili ya kampeni, manake ajenda zikaelezwe. Sasa kama mtu amezunguka nchi nzima anasema katiba mpya alafu baada ya uchaguzi asifanye katiba mpya, huyo mtamuonaje huyo? Watanzania lazima tuanze kuchukua hizi ajenda za wanasiasa na ahadi kwa serious mkubwa sana, kwa sababu tutamuona ni muongo tu. Haiwezekani mtu akazunguka nchi nzima alafu akasema katiba mpya alafu baada ya uchaguzi hicho kitu msikipate. Mtamuonaje huyo mtu? Nadhani lazima tuanze kuwakumbusha kwamba ahadi zao hizi tunazifuatilia na tunawapongeza kwa sababu pia viongozi na vyama vyao wanaweza kachagua mambo mengine. Bahati mbaya nje hatuendeshi na dira ya taifa, wanaweza kachagua mambo mengine, lakini kama wameona kwamba hizi hoja ni za msingi, ni jambo ambalo kwanza sisi tunaweza kusema uwepo wa hiyo nia ni jambo ambalo lazima sasa tuendelee kuchochea, tuendelee kuweka pressure zaidi. Hizo nia zao watakao shinda dola basi watekeleze. Sasa tunapenda jambo lingine, kwa nini tunapenda kuwakumbusha Watanzania? Kwa nini pia tunazungumza leo? Kuwakumbusha Watanzania kuwa huu ndio muda mwafaka wa kuzungumzia mambo kama haya. Sijui mnasubiri wakati gani kufanya mijadala ya mambo kama haya, kwa sababu huu ndio muda wa kuweza kupima na kupembua ni nani mwenye nia ya dhati ya kutaka kutuletea jambo hili la katiba. Kwa hiyo wakati wa uchaguzi ni muhimu kurejea hizi ajenda pamoja na zingine. Sisi tunazungumza katiba leo, lakini zipo ajenda nyingi za kitaifa. Sisi tunazungumza katiba kwa sababu tunaamini mambo yote ya kitaifa ambayo yanalalamikiwa, mwarobaini wake kwa asilimia zaidi ya 80 ni katiba mpya. Yaani sisi tunataka tuue ndege wote kwa jiwe moja. Badala leo tuanze kuzungumza sijui tume ya uchaguzi, sijui haki za binadamu, sijui uhuru wa waandishi wa habari. Tunatafuta jiwe kubwa ambalo litaua ndege wote kwa wakati mmoja. Na jiwe hilo ni nini? Ni katiba. Yaani upatikanaji wa katiba ni sawa na zile dawa mseto, kwamba ukinywa dawa inatibu magonjwa yote, si ndio? Dawa moja inatibu magonjwa yote. Sasa sisi katiba tunaona ni dawa mseto ambayo tukiimeza, maana magonjwa yote ya nchi tunakwenda kufanya nini? Tunakwenda kuyatibu. Na ndio maana sisi tunajikita kwenye katiba mpya tukiamini kwamba huu ndio mwarobaini wa changamoto za wananchi, kuanzia kwenye masuala ya maendeleo, masuala ya umaskini, masuala ya uchumi, masuala ya ufisadi, masuala ya uhuru uchaguzi, haki za binadamu, makundi yote ya jamii na mambo yote ni katiba. Anayedanganya watu kwamba katiba haihusiani na kula yako, haihusiani na barabara yako, haihusiani na uchumi wako, huyo anatakiwa arudi darasani. Anatakiwa aelewe nini maana ya katiba. Katiba ndio maisha ya Mtanzania kwa kila siku. Katiba ndio kila kitu. Kwa hiyo tukifanikiwa kuwa na katiba mpya tutakuwa tumemaliza. Kwa hiyo tuchukulie, na waandishi wa habari tuwaombe kwamba nyinyi ndio mwe kioo cha jamii. Nyinyi mna sauti, mna nafasi ya kuwakumbusha Watanzania, mna nafasi ya kuwaelimisha Watanzania umuhimu, na sio nasisitiza, tumetoa historia, sio kosa. Kama kuna kiongozi anadhani Watanzania kudai katiba mpya ni kosa la jinai, halafu tukakubaliana naye, basi wengine ambao tumesoma sheria, tumesimamia haki za binadamu, ni bora tuzikwe kesho. Na tusione haya kudai swala la katiba mpya, tusione hofu yoyote ile, kwa sababu tena tunapodai kwa njia hizi za kushauriana, kwa sababu zipo nchi ambazo watu walidai katiba kwa mapanga na mitutu. Hapa Kenya jirani tu walipigana kwanza ndio wakapata katiba mpya, Rwanda na nchi zingine, South Africa. Sisi tulibahatika kuanza mchakato wa katiba tukiwa na amani, na bado tunapendekeza kwamba tuendelee kutumia fursa hizi tulizonazo kupata katiba tukiwa tunakunywa chai pamoja, tunakaa pamoja, tunapiga picha kwa pamoja. Na ndio mchakato wa katiba duniani unapendekeza hivyo, kwamba tupate katiba tukiwa tumetulia,
Na katiba itakayotengenezwa wakati mmetulia itakuwa ni katiba imara ya kudumu miaka mingi, kwa sababu tumetengeneza tukiwa hatuna pressure zozote. Kwa hilo jambo lazima tusisitize kwamba ndio maana tunasema kwa nini tunazungumza leo. Sasa ili kwenda kukamilisha sasa, ni nini kifanyike? Tuna mapendekezo tunakuja nayo. Tuna mapendekezo